Mungu hasikii maombi ya mwenye dhambi. Ndio maana kabla hujapeleka hoja zako mbele za Bwana unatakiwa kutubu. Haleluya. Tunaenda pointi ya 3. Andika kukosa imani. Ukisoma kwenye Waebrania 11 ule mstari wa 6. Neno la Mungu linasema, pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Kwa maana mtu amwendaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Kwa hiyo unatakiwa uende mbele za Bwana ukiwa na imani kubwa sana, 100% pasipo kumwekea mashaka, na kwanza uamini kwamba yeye yupo. Haleluya. Kwa hiyo pasipo imani hauwezi ukajibiwa maombi yako. Kama hauna imani, kujibiwa usahau, mtu wa Mungu. Imani ni kitu muhimu sana. Na Biblia inatuambia kwamba ukiwa na imani ndogo kama punje ya haradali. Imani ni kuona jambo ukaliona kwenye ulimwengu wa roho limetendeka, wakati ulimwengu wa mwili bado. Unajiona kupona lakini ugonjwa bado unao. Unajiona mjamzito wakati bado wewe yani bado huna chochote. Wewe bado ni tasa, unajiona mjamzito. Haleluya. Unajiona una kazi wakati bado hata interview hujafanya, hata hujaitwa kwenye usaili, yani hauna. Haleluya. Tunaenda pointi ya 4. Kwa nini unaomba na haujibiwi? Pointi ya 4, andika kutokusamehe. Utasoma kitabu cha Mathayo 6. Tutasoma mstari wa 14 na mstari wa 15. Biblia inasema mstari wa 14, kwa maana mkiwasamehe watu makosa yao, Baba yenu wa mbinguni atawasamehe ninyi. Mstari wa 15, bali msipowasamehe watu makosa yao, wala Baba yenu hatawasamehe ninyi. Watu wengi hawajibiwi maombi yao kwa sababu ya kutokusamehe. Watu wamebeba watu mioyoni, watu wamebeba vitu moyoni, watu wana uchungu. Umebeba mtu moyoni, hauwezi kujibiwa, hauwezi kumuona Mungu. Na pia unahatarisha afya yako. Mtu asiyesamehe anakuwa na uchungu, anakuwa na mawazo. Haleluya. Jitahidi sana mtu wa Mungu, kama unataka Mungu aonekane kwenye maisha yako, samehe. Samehe, haijalishi amekukosea nini, haijalishi amekukosea mara ngapi. Biblia inatuambia kwamba samehe 7 mara 7.